Karibuni katika mfululizo wa vipindi vya afya kutoka hapa Lupiana Polyclinic. Leo nitatoa ufafanuzi kidogo kuhusu uhusiano wa ugonjwa UTI na kuto kupata ujauzito. Wengi wamekuwa na tafakari hizo au na taarifa kwamba ukiwa unaumwa ugonjwa UTI basi wewe usipata ujauzito. Naomba niwakumbushe tu, UTI ni ugonjwa wa mfumo wa mkojo. Manake wadudu wanashambulia njia ya mkojo kuanzia bomba ya kutolea mkojo kwenda kwenye kibofu mpaka kwenye figo. Huo ni mfumo wa mkojo. Lakini unapozungumzia mfumo wa uzazi unazungumzia sehemu ya uke, shingo ya kizazi, mfuko wa mji wa mimba na mayai. Sasa hii ni mifumo miwili tofauti, kama ilivyo nchi mbili tofauti. Kwa hiyo unapoumwa ugonjwa wa UTI hauna uhusiano kabisa na mfumo wa uzazi. Kwa hiyo UTI kwa lugha nyepesi haiwezi kusababisha wewe kushindwa kupata ujauzito. Vivyo hivyo uhusiano ambao upo kati ya UTI labda na mama mjamzito, huo upo. Nikiwa na maana kwamba kama mama mjamzito atapata ugonjwa wa UTI lakini hajatibiwa, wale wadudu wanaosababisha ugonjwa wa UTI wanaweza kuzalisha sumu ambayo itaingia kwenye damu na kuleta madhara kwa mtoto. Lakini kama sio mjamzito ukaumwa UTI haitakuzuia wewe kupata ujauzito. Kwa ile dhana ambayo inaendelea kwamba nina UTI sugu ndio maana sishiki mimba, sio dhana ya kweli. UTI haina uhusiano. Mfumo wa uzazi ni mwingine. Tunapozungumzia mfumo wa uzazi katika kushika mimba, tunaangalia njia ya shingo ya kizazi, tunaangalia mfuko ambao unaweza kushika mtoto, kubeba mtoto, tunaangalia mfumo mzima wa mayai, utendaji kazi wa mayai, tunaangalia mfumo mzima wa mirija. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa UTI na kutokubeba mimba. Kama ubebi mimba, kuna changamoto kwenye mfumo wa uzazi, lakini sio mfumo wa UTI. Asanteni sana na tuendelee kufuatia vipindi vyetu. Tunaberusha kila siku, kuna mambo mengi kujifunza. Karibuni sana Lupiana Polyclinic. Kumbuka kuwa sako kwa baba na Lupiana. Asanteni.